Mkataba wa Faisal Salum Abdalla pale Azam ulikuwa na thamani ya dola milioni 1.5 kwa pesa za Kitanzania sawasawa na bilioni 3.9. Timu yoyote ambayo ilikuwa inamhitaji Faisal kutoka Azam ilikuwa inatakiwa kulipa kiasi hicho cha fedha, isipokuwa Yanga wao wenyewe wakimhitaji Faisal walikuwa wanahitajika kulipa kiasi cha bilioni 2.9, kwa sababu katika mkataba wa awali ambao Faisal aliusaini pale Azam kuna bilioni 1 ambao huwa inaenda kwa Yanga. Timu yoyote ambayo ilikuwa inamchukua Faisal kutoka Azam kwenda katika timu yao, Yanga walikuwa wameweka kipengele cha wao kunufaika kwa bilioni 1. Sasa tuende moja kwa moja. Faisal katika dirisha zote za usajili alikuwa anahitajika na timu za Kariakoo, yani Simba na Yanga. Tofauti ipo wapi? Tofauti, Yanga wao wenyewe walikuwa na access ya moja kwa moja kwa Azam FC katika kufanya makubaliano ya kumchukua Faisal kutoka Azam kwenda Yanga, lakini changamoto ya Yanga ilikuwa kwa Yanga na Faisal yeye mwenyewe, kwa sababu kila mtu anajua namna ambavyo Faisal Salum Abdalla aliondoka pale Yanga kwa kugombana na Engineer Hersi, akisema kwamba ili yeye arudi Young Africans basi lazima Engineer Hersi aondoke. Lakini kwa upande wa Simba huku wao walikuwa na access ya moja kwa moja ya kuongea na mchezaji mwenyewe Faisal Salum Abdalla katika kila muda ambao walikuwa wanamhitaji, basi mawasiliano yalikuwa ni ya kawaida sana. Lakini changamoto ilikuwa katika vipengele vya mkataba ambavyo Faisal alikuwa amevisaini pale Azam, lakini pia bilioni 1 ndio kitu pekee ambacho kilikuwa kinaleta ugumu wa Faisal kutoka Azam kwenda Simba. Sasa mkataba umetatuliwa vipi? Simba baada ya kumpoteza Selemani Mwalimu, mchezaji ambaye alikuwa ametoka Wydad Casablanca kuja kujiunga na Simba kwa mkataba wa mkopo wa mwaka mmoja, Simba wao walitakiwa kulipa dola 150 kama ada ya kumchukua Selemani Mwalimu kwa mkopo aje kucheza kwa mkataba wa mwaka mmoja wa mkopo. Lakini wao sasa walikuwa wanahitaji kulipa dola 120 kama ada ya kumchukua Selemani Mwalimu aje kucheza kwa mkopo. Yanga wakafanya kitu kimoja, wakaenda moja kwa moja kwa Wydad wakijua kwamba Simba bado hajalipa kiasi hicho cha fedha, wakalipa dola 200 wakatopa hapo mkataba, lakini pia wakamwaahidi vitu kama vile gari na kuongeza mshahara ambao alikuwa anachukua pale Wydad Casablanca. Yanga wakafanya hivyo, wakamchukua Selemani Mwalimu. Sasa issue ikarudi kwa Faisal. Kila mtu anajua kwamba mwana Simba yoyote kwa sasa hivi anahitaji kuona Faisal akivaa uzi mwekundu, mweupe na wa blue, uzi wa Jairut. Sasa Mo akawa anashambuliwa kwa ile kauli yake ya kusema kwamba pesa ipo benki labda namna gani vipi. Mo akahitaji kurudisha nguvu yake, akarudi kwa Faisal, akapitia vipengele vya mkataba. Kama unavyojua Simba walikuwa na access ya moja kwa moja ya kuzungumza na Faisal kumshawishi ajiunge na timu yao, lakini Faisal kila alipokuwa anakizungumza na Simba alikuwa anaonyesha ule mkataba ambao Simba walikuwa wanatakiwa wautatue moja kwa moja. Sasa Mo akapitia ule mkataba na akakubali kulipa bilioni 3.9 kumchukua Faisal Salum Abdalla kujiunga na Simba Sports Club, na ndio unakuwa usajili gari zaidi kuwahi kutokea katika soka la Tanzania, hasa kwa mchezaji mzawa. Faisal Salum Abdalla ni mali rasmi ya Simba, na huo ni mkono wa Mo pamoja na Jairut. Faisal is lady.